Sehemu moja tu ya right ya mashaitani zoyo. Amechoka. Are you for real? We never thought that you'll come back. There you go. Niko na mchungaji Frank Maina. Pastor Frank Maina anatokea eneo la Gashie katika kaunti ya Kiambu. Na aliweza kujihusisha na masuala ya uhalifu kwa mara ya kwanza katika mwaka 1989, 1989. Kamiti is my very good name. Pastor Frank, we are here. Yeah, welcome. Na tunashukuru Mungu sana ya kwamba tumepata nafasi ya kuweza kusikiliza ushuhuda wako 1989. Some of us ndio tulikuwa tunasaliwa. Ndivyo na wewe ulikuwa unaingilia masuala ya uhalifu. Like ilianza aje? Kwanza kabisa niseme ndugu Kamiti. Yes, please. Mimi nilizaliwa katika mtaa wa Isili na kulelewa pale. Na nimelezaliwa katika kambi ya jeshi. Maana babangu alikuwa ni mwanajeshi wa wanahewa na mamangu alikuwa daktari wa kijeshi. Kwa hivyo kama ni discipline ile ya watoto wanapewa, nilikuwa na both ya uzazi na ya kijeshi. Lakini baada ya mwaka wa 82 ile jaribio la mapinduzi, sisi tuliweza kutoka nje ya kambi na tukawa tunaishi nje ya kambi pale tu Isili. Maana tumezaliwa pale moyo ya base Isili. Kwa hiyo tulitoka nje na tukaanza kuendelea na maisha. Wakati huo niko na miaka karibu 17. Niko na 17 years. Na mimi nimekuta vijana mtaani pale Isili wanacheza karata. Na unajua karata inahusisha pesa. Kwa hivyo nilipoona mtu anawekelea pesa zikikulwa, anaingia kichochoro, mtu anarudi na manoti. So nikataka hata na mimi kuwa kama wao. Yes. So nimejikuta na mimi nimeanza kucheza karata, na katika ile hali ya kucheza karata nikajikuta ninataka pesa za haraka za kucheza karata. Jia ilikuwa tu kwa sababu sikuwa nimeajiriwa wakati huu. Yes. Then mimi nikajiingiza katika masuala ya uhalifu. Ilikuwa pale wale wanajua miaka hiyo ya 80 tulikuwa na Wahindi wengi sana Isili. Isili kulikuwa na Wahindi wengi na tulianza kuwanyang'anya watoto wa Wahindi zile baiskeli, maana wao walikuwa na afford zile baiskeli zinaitwa mountain. So tulikuwa tunawanyang'anya, tunaenda tunauza mali kunaitwa mlango kubwa. So tunawanyang'anya, tunauza mlango kubwa. Pesa zile zilikuwa ni kucheza karata na mihadarati. Kwa sababu wakati huo ndio mihadarati ilikuwa mingi sana Isili. Nakumbuka hata for the first time mimi nimetumia ile bangi inaitwa hashishi. Na hashishi ukibadilisha jina, ulibadilisha zile jina hashishi ndio ilikuwa shisha. Jina halisi ya hiyo bangi ilikuwa inaitwa hashishi kutoka Uarabuni. Na ile bangi ukivuta mawingu inashuka. Na kwa kweli ukivuta mawingu kishashuka hakuna kitu wezi fanya. So tumeanza kunyang'anya watoto wa ndi baiskeli, tunauza, biashara ikawa ni mihadarati na karata. Mihadarati na karata. Na kwa sababu hauna pesa, utafanya nini? Ni lazima usupport hiyo tabia yako. So tukajikuta kazi yetu ilikuwa ni kuwaibia watoto wa Hindi hizo baiskeli na kuziuza na kutumia kwa mihadarati na karata. Then ikaendelea zaidi, sasa tukaona hata baiskeli hazitoshi. Tukaanza kunyang'anya wa Hindi zile gold. Kule Isili kuna zita ndechu. Ndechu ni zile chains za dhahabu. So tunarudi tuchukue hizo dhahabu na tunauza. Pesa ilikuwa tu ni ya mihadarati na karata. Lakini hamwajeruhi hawa. Hatuwajeruhi, lakini kuiba tu ni kupita nayo. Ukileta fujo unapigwa. Kichapo lazima. So mara nyingi tulijikuta tumeingia pole pole tu, na kwa sababu hakukuwa na mtu wa kutuambia. So ule uhalifu ulienda ni kama uliendelea kukua kutoka kiwango moja hadi kingine. Sasa tumetoka kwa baiskeli, tumeingilia mikufu ya dhahabu na vibeti. You're graduating now. Ni graduating. Tukaendelea kutoka kwa mikufu ya dhahabu, vibeti, tukaendelea kwa vipuli za magari. Unaona? Sasa tunaiba vipuli za magari na mchanganyiko wa hizi vitu zote tunauza. Unajikuta pesa tu ni za mihadarati na karata. Na kitu kingine nilijua ni kana kwamba mara nyingi, kwa sababu nilitaka kuwa kama mtu vijana wengine pale, ulikuwa unaona kijana anavaa viatu za bei na unataka kuwa na hizo vitu za bei. So shida ikawa ni kana kwamba kwa sababu ya kutaka kuwa kama mtu, nilianza kujihusisha na hiyo mambo. Unataka kuwa na ile tunaitanga vijana wanaitanga ruku. Chape luku. Kujichapilia. So unajikuta kana kwamba kununua kiatu ya Sahara Safari boot ilikuwa ni zaidi ya 1,000
na 500, na wakati huo ni miaka ya 80, ilikuwa pesa mingi. Ni pesa mingi. So nikajikuta na mimi nimeanza kuvaa kama vile. Na kitu kingine niligundua na hiyo ndio shida tuko nayo kubwa, ni kwa sababu najikuta wazazi wetu hawakuwa na muda mwingi na sisi. Kwa hivyo hata wakati tunabadilika hawajui. Okay. Ukiangalia katika hili masikio yangu nimetoboa. Na hiyo nilitoboa hiyo miaka na mzazi hakutambua. Kwa sababu ana time na mimi. Hako busy sana. Yeah. Na hiyo ndio shida tuko nayo kwa sababu wazazi wako na hali ya kuwatafutia watoto. I agree. Unasikia mzazi anashughulikia watoto lakini hana time na watoto anashughulikia. So hata zile vitu zikija zitakuta watoto wameharibika. So nikajikuta hivyo pole nimeingilia vipuli za magari. Na nakumbuka siku moja nikiwa nimeiba kio moja za Isuzu, tulikuwa tunaziita koto. Koto ni ile kio ya plastic za Isuzu. Koto ni ile sauti ilikuwa inatoa. So hiyo tulikuwa zibatiza tunazita koto. Oh, jia wakati unaitoa. Yeah. So tukaiba hiyo kio tukiwa vijana watatu pale Aga Khan kwa Isuzu. Na tukakimbizwa sana kama tumepita ile njia ya wala umeshajua pale City Park kuna soko iko hapo. So tukapita pale, tulikuwa tunaenda kutokea kwa makaburi ingine inaitwa ya Jews iko pale Pangani roundabout. So tulipokimbizwa mimi nilienda nikalala kwa hizo makaburi. Kwa sababu tulikimbizwa na karibu soko mzima. Yeah. So nikiwa nimeweka ni mchana. Nikiwa nimeweka kio hapa, the same kio ikavunjika. Sasa unaona hiyo kio umekimbizwa karibu uliwe na already imevunjika. Kuipeleka pale makaburini Kariakoo ikakataliwa. So hiyo kitu ikaniudhi sana na nikaambia wale watu tulikuwa nao, mimi kama ni mambo ya kuendea vitu ambao karibu tuliwe na tena inakuja haiuzwi. Situaminieni tuwe tunaamini tunaendea gari mzima. So hiyo kio mtauziwa kama pesa ngapi labda? Mtaiba like mtauza kama how much? Hiyo kio ilikuwa inatoka 800 900. Wakati huo ni pesa. Ilikuwa ni pesa mingi. Yeah. Lakini sasa unakuja kupata the same kio imevunjika. So imekataliwa. So inakuuma like. Inaniuma sana. So nikaambia rafiki zangu kama hii kazi ndi hivi, karibu tuuliwe, alafu sasa kio imekuja imekataliwa. Mimi nataka tuwe tunaendea gari mzima. Sasa ujue stories za kuendea gari hizo huwezi endea na kisu. So ujue sasa hii ni levels unaingia. Unaona ulianza na tu baiskeli. Hauna mtu wa kukuambia, umejikuta tena uko na nini? Machain za dhahabu. Hakuna mtu anakuambia. Tena imefika mahali hapa ambapo sasa tunaendea vipuri za magari. Tena sasa imefika unakuta sasa tumetamani kuendea nini? Gari nzima. So ni kugraduate, mlikuwa genki ya watu kama wangapi hivi? Genki ya watu vijana 12. What? 12. Na tuliterrorize Eastleigh na Huruma. Wale watu wanajua miaka wanajua. Tuliterrorize, by the way, watu waliogopa stima kupotea zaidi ya tetemeko la ardhi. Kwa sababu dakika 15 za stima kupotea Eastleigh, ile kazi imefanywa uwezi amini. Watu walikuwa napiga nduru stima zikipotea. Na kwa sababu sisi hata ombi letu, mara nyingi hata tumejaribu kutoa mafuse kwa stima ili zipotee. Ili dakika hizo tumechafua. Yes. So mmejipanga like hii genki yenu mko na ati nani amesimamia wengine nini? Mko na structure ama tunakutana tu? Structure ilikuweko kwa sababu kama mimi nilikuwa naongoza kikosi ya watu 4. Naye kuna mwingine alikuwa anaongoza kikosi ya watu kadhaa kulingana na ile jimbo umetoka. Kwa sababu Eastleigh iko imegawanywa mara 4. Kuna Eastleigh ile ya upande wa mlango kubwa, kuna Eastleigh ya Race Course na kuna Eastleigh ya California tunaita Calif, na kuna Eastleigh ambao walikuwa vijana wametoka pale Majengo. So unakuta kila kikosi kina mtu wake. So mnaleta hizo vikosi pamoja. So katika hizo vikosi tuna kijana mmoja ambaye alikuwa na bunduki. Na alikuwa si Mkenya. Alikuwa anaitwa Bokasa. So tulipo sasa taka kuanza mambo ya magari, hapo ndo tulimemhusisha awe kiongozi kwa sababu yeye ana bunduki. Ana bunduki. Na nikwambie kana kwamba wakati huo Eastleigh kulikuwa na makarasinga ambao walikuwa ni wachafu. Juu wanamatuma mulete magari wananunua. So tulikuwa tunacholewa magari ile tunaendea. Kama ni Volvo, by that time kulikuwa na Peugeot 454, hizo ma Peugeot ndio zilikuwa na Volvo. Na nakumbuka kana kwamba wakati wa kwanza tumeendea gari pale nini? Gitaru ya miaka hiyo, hapo ndo tumeendea gari na tukafaulu kuiba Volvo. Na bonde huyu mzee. Yeah, na huyu mzee. Na tukauza gari kitu 1800
tukiwa watu 6. Gari mlipata imepakiwa Hii gari ilikuwa imecholewa, kuna mahali tulijua hii gari na kaanga namba fulani ni ya mtu fulani na ndio inatakikana. Mwizi hagezi kuiba gari. Anaendeanga kile kitu anajua ametumwa. Si zile za kugezi kwa barabara. Nyakati hizo tulikuwa tunaendea gari ambayo mmeambiwa tunataka gari fulani iko mahali fulani. So tulipoendea hii gari na kukuja, tulipokuwa tunagawana pesa na tukafaulu mpaka kuileta mpaka kwa yule mtu alikuwa anaitaka. Tulipoileta, tulipokuwa tunagawana pesa, huyu jamaa wetu huyu Bokasa anasema tukigawana pesa bunduki inagawiwa kama mtu. Bunduki inagawiwa kama mtu. So ikawa ni hasira zilikuwa nyingi kwa sababu tulianza kuona ni kama bunduki inagawiwa kama mtu, sidhani hata sisi tunaendea kila mtu ana bunduki yake. Unaona? So mission yetu ilikuwa ni kupata bunduki. Na shida ambayo ilikuwa katika Isiri, hapo Isiri kuna ka estate kalikuwa kana jengo kanaitwa Ushirika Estate. Kalikuwa kamegawanisha Isiri na Pangani. Palikuwa pana jengwa. Wale wanajua historia ya hiyo mtaa. So kulikuwa na mijengo mingi, maana ilikuwa ni estate kubwa inajengwa. So tukajua kana kwamba polisi hawa Pangani walikuwa wanapita hapo watatu tunayoita makabuti. Hawa walikuwa wanavaa kabuti, wanapita wanateremka. Na wakirudi usiku wanarudi kama wamelewa. So tukajua plan yetu ilikuwa ni polisi watatu. Mara nyingi walikuwa wanaenda watatu. So tukasema si tukiwa watatu na jamaa moja alikuwa anaitwa Jenga, tukasema sasa tutaendea kila mtu bunduki ya mnaendea kwa makarao. Si ndio? Tunawavinzia. Plan ilikuwa ni hatuna pesa ya kununua gani. Hata nyinyi mna mchezo. So mkapanga mkasema mnaendea bunduki kutoka kwa makarao. Yes. So tumepanga na mpango wetu kaingia kwa sababu tulijua masaa yao ya kurudi ilikuwa ni kuanzia saa 8, saa 9 usiku. Yes. Hiyo kukienda kwa asubuhi ndio wanarudi. So na kama ilivyokuwa ombi letu likajibiwa. Kwa sababu wale polisi walirudi wakiwa watatu na wamelewa. Tukawavinzia hapo race course na tukawanyang'anya bunduki 3 za G3. Za G3. Sikuwa chapa. Nikuwa chapa. Tumewachapa. Na sasa jua kwa kitu enyewe their judgment. Alafu ule mtaa tuliujua sana. Mashimo yote. Tukawachapa, tukanyang'anya hizo bunduki na tukapotea nazo. So tulipo kila mtu kuchukua bunduki yake ya G3, sasa tukagawana kila mtu aende njia zake. Na hivyo ndivyo ilikuwa kawaida yetu, tukishafanya uhalifu mtu anaenda njia zake. So bunduki yangu nikaenda nikaificha mahali kulikuwa kunaitwa Isiri Garage. Kulikuwa na mahali palikuwa pana mwagwa takataka sana karibu na garage ya KBS miaka hiyo. Kulikuwa na garage ya KBS sana pale Isiri. So nikaenda nikaficha bunduki yangu, nikaifunga bunduki yangu vizuri na nikaificha pale. Then nikatorokea Marakwet. Unaona? Na wacha nikwambie wazazi wetu walichapwa. Kwa sababu hiyo bunduki zilijulikana zimeibiwa na vijana wa Isiri. Watu walichapwa. Wazazi wetu walichapwa na tulijua watoe bunduki ya serikali. Yes, watoe bunduki za serikali na watu wengi sana vijana ambao hawakuwa wamehusika. Alafu sasa tulikuwa tumeleta uoga ule mtaa. Hakuna mtu angezungumza story yetu. Ati ni akina Frank. Hakuna. Tulikuwa tunaenda mpaka chief. Chief anaandika barua tuende, lakini unamwandikia barua chief anasema sio yeye. Unaelewa? So ilikuwa tumeleta uoga katika ule mtaa. So nilipotolokea Marakwet, unajua sasa hii tuna juu nakumbuka tulikuwa tumeiba kagari. Alafu siku hizo hakuna kuweka pesa kwa bank. Ni kwa nyumba. Na hakukuwa na noti ya 1000, kulikuwa na noti ya 500 pekee. So zilikuwa ni manoti nyingi sana. Ni manoti nyingi sana, manoti unajaza pilo. So mimi nikatoka hapo nikatorokea Marakwet. Tulikuwa nimejificha huko Marakwet. Maana tulikuwa na familia ambao tulikuwa tunajua, family friends walikuwa naishi huko. Babangu walikuwa rafiki na huyu mzee. So nilikuwa nimetembea huko, lakini kwangu ilikuwa ni maficho. Nikiwa msituni huko nikaona jamaa amebeba, hata ana nguo zote, amebeba bunduki kali kuliko ile nilikuwa nayo. Anachunga ng'ombe nayo. So mimi nikakaribia kijana nikamuuliza, hii gun wanatoa wapi na kwa nini waogopi? Akasema huko wanakaanga na gun na nikitaka inaweza patikana. Sasa hata hapo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona AK47.
Huyu kijana akaniambia kuna gani zinakuja na ziwa zinauzwa. So mimi kujue nilikuwa na kama 85,000 cash those days kwa bag. Ni pesa nyingi. Kwanza nilizibeba na bag nikihepa wakati tumenyang'anya na gani. Nimehepa nayo. Pesa ziko. Kwani unajua hatungeweka pesa kwa bank, haungekula hata hoteli za kifahari. Ni ile kutuma na mkate na maziwa. Maana hata kukula kwa hoteli ni uoga. So mimi nimesafiri, tumeenda Marakwet na nimeona gani sasa. Na ujue nimekuja kujificha juu kuna gani nimeacha Nairobi. Yeah. So nikiwa huku na ndio nasemanga spirit roho ya wizi ijua ainanga heshima hata itosheki. Unaona? So nikaonyeshwa vile jamaa tukakutanishwa, nikaambiwa jamaa kaniambia kama wewe unataka gun hata tutakuletea mpya. Na by the way nilitoa gun ina rebo. What do you mean? AK47 ziko zinatoka Uganda. Mpya AK47 hata ina rebo. So kule msituni nilikuwa nimefundishwa mambo ya kuidismantle, kuirudisha, kuweka marisasi, kupiga. So nilikuwa nishajua kutumia AK47. Na ujue siko nimeiona hapo mbeleni. So nilipo faulu kuletewa gun, shida ilikuwa ni kuibeba kutoka huko Nairobi kurudi huko. Unajua vile nilifanya? Kule kuna wakale wanatengeneza mangoma hizi za ngozi. Hizi ngoma zinapiga ngono wa Korino. Sasa mimi nimenunua Darama. Sasa mimi nimeenda nikabai hiyo ngoma, nikaifumua. Nikaifumua, nikadismantle gun yangu na nikaipack ndani. Sasa ajabu ni mzito hii ngoma. Hata watu watageza. Sasa vile nilifanya mimi wakati nilishika tu, hata nilifunga mpaka kiremba. Nilifunga kiremba kama Mokorino. Na nikafaulu kuingia kwa basi. Lakini ngoma ni mzito. So nikapatia mama bag. Huyu mama unajua kile alisema, nimeamini Wakorino wanaheshimu dini yao. Heri akae na ngoma lakini nipatie Huyu mama ndivyo alisema. Hajui kile nimebeba hapa. Na by the way kwa sababu kulikuwa na road block nyingi sana kutoka hizo area. Na hiyo gani na hiyo kafaulu kufika Nairobi. Ukakuja na Ndarama ikiwa na bunde ndani. Yes, ikafaulu. Sasa nimerudi Nairobi. Nilipopita mtaani, juu nakumbuka nilifika masaa ya mchana saa 8 hivi. Watu walianza kusema, Bosco niko naitwa Bosco. Bosco tushaikujua ukicheza. Lakini yako ya kujifanya Mokorino watu wanasema umeokoka ni wazimu. Kwa sababu wanaona ati wamejua nilikuwa mtu wa Mora, sasa tena nimerudi kama nimebeba ngoma na kiremba. By the way hata walinifuata, mabeste zangu walinifuata. Na wakati huu kuna kitu sikuwa nimekuambia, nina nyumba 4. Na nyumba Huruma, na nyumba Madhare, na nyumba Kibira mahali kunaitwa Katwekera, na nyumba nyingine Isili. Lakini kwa sababu ya uoga nilikuwa nalala msituni Karura. Nikienda Mora silali kwa hizo nyumba, nalala Karura. Kuzinono unaweza patikana. Yes. Yeah. Na hiyo ndio inaleta lile neno linasema kana kwamba mwenye dhambi huwa anakimbia hata wakati akimbizwi. Unaona? Nilikuwa naona roli ya polisi ikikuja hata kama inaenda garage ninahepa. Yeah. So nilikuwa na maisha mbaya sana. Yeah. Na kwanza ile kisa ilikuwa mbaya sana. Ni siku moja nakumbukanga nilienda Dandora mahali kunaitwa Gitari Marigo. Kuna kakijiji kako huko kanaitwa Gitari Marigo kako Dandora. So nilikuwa nikaona karao. Na huko karao alikuwa anaenda speed. Nikafikia huko karao ni mimi na kuji. So nikahepa. Mark this, the only kabush ambao kalikuwa atuwekera kwa Okasalam ndio nilienda nikajificha. Kumbe huko karao alikuwa anatafuta mahali pa kwenda kukojoa. Wacha nikwambia huyo karao alinikojolea hapo. Na sasa hizo nilikuwa na pistol, hata nilikuwa nafikia. Yaani nikasema hata heri angenishika. Jamaa nimejificha hapo, lakini kwa akili zangu zinaniambia huyu jamaa aliniona ni kunitesa na akakojoa the same kabush kwa sababu ndio kalikuwa kwa hiyo kijiji na ndio nimejificha. So unaona zile vile shetani anafanyishanga mtu kazi. Kazi mbovu hiyo. So nilipoleta gun nikaiweka huku kwangu. So gun sasa mimi nikawa kama ndio boss wa kikundi. Hawajaiona AK47 na nimeileta na ni mpya niko na leta na ninajua kuitumia. Kwanza nilikuwa na risasi over 100. Nilikuwa nimetoka nazo huko. Risasi 100 ammunition nilikuwa nazo. So nikawa sasa bunduki yangu ndio inakodishwa na magenge yote kutoka
kia Michael. Serious? Kutoka Bahati, na mimi sasa niko Mura na bado mimi ni boss. Unaelewa? So tukaendelea hivyo Tom Mboya Street hapo. Banki tukaiba mwaka moja mara tatu mpaka wakaifunga na wakahama Wahindi. Juu walikuwa naamini hao watu lazima wawe wana collaborate na watu wa bank, which is true. Ukiona wizi yote kama ni wa benki, sio kitu mnaamukia, ni kitu ambayo inatokanga, mchoro inataka kutoka ndani, then unawafikia. Mchoro wa ndani sana. Yes. Hawezi gezi banki na pesa. So ukienda kwa bank unajua kuna pesa na ziko wapi. Kuna pesa na ziko wapi. Na kabla tuingie kuanza kuiba pesa, kuna jamaa wetu walikuanga pale makaburini. Huo wakati niko naiba spare part. Sasa ukazini yangu, kuna jamaa mmoja alimkujia kamwambia, ama jamaa wanakuuzianga ma spare part za magari. Wanatokanga wapi? Na wanazitoanga wapi? Huyu jamaa akamwambia, tutakuonyesha mmoja kwa sababu moja ni kazini yangu. So sasa mimi nilipokutanishwa na huyu jamaa, that is 1991. Nilipokutanishwa na huyu jamaa nikakuja kugundua ndiye alikuwa the former most wanted gangster, alikuwa anaitwa Gashui. What? Alikuwa anaitwa Gashui. Akasema nimekuwa nikinunua vipuli kwa huyu jamaa wenyu, na akaniambia nyinyi ndio mnaletanga. Akaniambia sasa nataka tuwafundishe job ambao hamtachoka. Akaniuliza uko sawa? Nikamwambia kwa bunduki mimi niko roho juu. Akaniuliza mko wangapi? Nikamwambia tuko hivi na hivi. Akaniambia mimi kazi yangu ni kuchora pesa mahali ziko na nyinyi wa kuziendea. Akaniambia sisi tuko watu wawili, so nitawajoin pamoja, ndio tunaenda na tutakuwa tunaendea pesa mingi. So hapo ndo tumeanza sasa kuiba robbery sasa za mabanki. Na nikakwambia hapo ndo tuliba mara tatu mpaka ikafungwa. Na mara ya tatu I was almost to be killed hapo Tom Mboya. Siku hiyo wako wametengeneza Globe Cinema, ilikuwa roundabout. Unaona vile ilikuwa ya zamani. Na nakumbuka tulipoiba na tuko tunataka kutoka na hizo pesa, kukawa na kizaazaa. Bag moja ilikuwa imejaa kona 7, ile fiber ya kona 7. Tukazimwaga hapo barabarani na yeye ikaingia barabarani kuzichukua. Godharana yani. So ilipo godharana sio tukatoka. Lakini kabla tufike pale Globe, tukakuta polisi wa Central, Parklands na Pangani. Na usisahau bado mimi ni wanted. Kwa sababu bunduki ya serikali inatafutwa. So wakati ule tuko tumelala pale, watu wanatupiana, mimi nilijikuta katikati ya kara wawili. Huyu ni polisi akosaidina na polisi, unaimagine polisi akikwambia take cover, unaweza omba ubigani saa hizo. Wewe ni mmoja wala watu mnatafutwa. Lakini uko katikati ya polisi wawili wanakuambia take cover. Hawajagundua ni wewe. Hawajagundua ni mimi. Nikurushia. Sasa hizo watu wanarushia watu wenyu. Huwezi fanya mistake. So wanafikiria wewe ni karao pia. Wanafikiria mimi ni karao. Mwenye amevaa kiraia. Nilikuwa nimevaa jacket ya leather na nao walikuwa wengi walikuwa navanga siku hizo majacket za leather. So tuna shoot same na nina AK47 saa hizo. Na tumelala wapi? Nimelala hapa, karao akosaidia na unaweza omba ombi gani? Mimi niliambia Mungu, mimi naomba ukinitoa hapa mimi sitaiba tena. Na wacha nikwambie Mungu anasikia. Mungu ana haja sana na mbegu yake. Yule jamaa alikuwa amesimamia hiyo operation, akakuja akasema watu waingie magari hawa hizo wameingilia Kirinyaga Road. Kuna mahali ukasoko kalikuwa naitwa Ngara Grogon. Wataenda kutokea Ngara ya juu. So watu waingie magari wakimbi wawazungukie. Zile magari zilikuja ni mapujo za Flying Squad. Nikajua nikiingia hii nitakiona. Nikaassume kukakuja Mahindra. Nikarukia. Unajifanya karao? Si ndio? Niko kama karao sasa, hata ukiniona niko serious. Nimevaa serious wa karao. Nimeruka na gani yangu kwa nini? Mahindra. Na wewe ni mwizi? Ni mimi ni mwizi na ni mimi na nimekaa upembeni. What do you mean? Nimekaa upembeni na gani yangu. Kwanza niko serious. Upembeni wa Land Rover hiyo Mahindra. Lakini plan yangu ilikuwa Ngara ninaijua vizuri. Tukifika Ngara nitaruka na nihepe. Na do you know that is what I did? Tulipofika Ngara nikaruka na nikahepa. Sasa wacha nikwambie, wale karao wote walikuwa kwa hiyo gari walivutwa. Wamebeba jamaa wanted
na bunduki na wamemleta mpaka Ngara na amehepa. Sasa mnaona kwa news Karau amevutwa. Nikatoroka. Kaumeria. Na nikaenda nikajificha Thika. Thika town. Yes, nilipokuwa nimejificha Thika town nikasema wizi nimeacha. But nikiwa huko mtu ambaye amesema ameacha wizi juu mara nyingi hiyo ndio mistake wanafanyanga, kujaribu kuacha vitu peke yao. Hauwezi. Na nguvu zako hauwezi. Na nilipokuwa na ukumbuke wakati huu kuna wakati mwingine unaenda unalaliwa na polisi, lakini kwa sababu uko na tupesa unatoa na unapenya. Especially nyakati hizo wakati wa Moi kulikuwa pesa ziko zinatembea sana. Yeah. Na nilipotoka Thika, nikiwa Thika nikapigwa, kulikuwa na kamchoro kanaendelea mahali. Na kulikuwa kuna ka supermarket fulani kalikuwa Ngara. Ndio ilikuwa the only supermarket inajulikana ile ya Ngara Those days. Yes. Yeah. So tukaenda. Tulipoenda katika ile kale ka supermarket, ajabu ni kwamba nyakati nyingi hata unaponikisikia hivyo bado ninasoma. Sahau. Uko shule? Niko shule. Nasoma mpaka najilipia school fees. Do you know, acha nikwambie, mimi nimejilipia school fees kuzuia mzazi asijue sisomangi. Kuna siku moja wazazi wameitwa shule, mamangu anasimamishwa mbele ya wazazi kupigiwa makofi vile nalipanga school fees. Mpaka nyumbani ananiuliza, kweli huko kuna Florence Modoni mwingine? Mbona ni kwa nini? Mimi najua nina deni. Lakini wazazi wanamwambia hapana. Walimu wanamwambia hapana, huyu analipanga. Unamtuma pesa analeta. Kumbe najilipia kuzuia mzazi asikuje kumesea siendangi shule, mara nyingi ni zile na miss. Ninasoma nikiiba. Hey. Do you know hiyo ndivyo vinaendelea hata saa hii? Kuna vijana wengi sana wako shule. I know them, hata wale wengine nimefanya ushauri ambao wanasoma na unasikia bado wanafanya uhalifu. So ulikuwa form? So nilikuwa form 2 wakati huu. So nikawa ninaiba na nafanya nini? Maana mission hazikuwa ni kila siku. Hizi mission si za kila siku. Mostly zilikuwa ni weekend ama Fridays. So wakati ambapo pesa zinataka kupelekwa banka ama zinaletwa. Ukasikia kuna kamchoro kwa super fulani. So kwa kamchoro tukaenda. Nikiwa kule, guess what? Kati ya wale watu nililalisha ni deskmate. Wenye uliambiwa lala chini? Nililala chini, yeah. Na kwanza yeye nilimkanyaga kichwa asiseme kitu. Na alikujua? Alinijua. Na hata nilipoenda shule nikamwambia hizo story nisizisikie. Kwani mko mnavaa mask? Hakuna mask wakati huo, kuko na CCTV. Tunaenda kavu. CCTV ilikuwa ni macho ya mwenye mko naye hapo. Yes, tunaenda kavu. Unaelewa? Hatukamkanyaga kichwa. Nikamkanyaga kichwa. Na hata nikiwa shule the next day nikamwambia kile uliona kiishie na wewe. Unaelewa? So tulipofanya hiyo mission tukawa kumeharibika sana. Tunatafutwa. Mimi nililaliwa. Yaani nikashikwa. Nikapelekwa Nyao House. Wacha nikwambie nilikaa 1 month. But hiyo 1 month ilikuwa ni kama miaka. Ulikuwa unasikia watu wanapelekwa Nyao House wabunge wanalia kama watoto. The political prisoners. Yeah. Wakina Koigwa Mwere, wakina nani? Yes. Wanawekwa pale unasikia wanalia kama watoto. Mimi nilikaa huko 1 month na niliingia na jeans. Niliingia huko na jeans, lakini kutoka ilikuwa karibu 3/4 na kukulwa na panya. Na hiyo nyumba iko katikati ya city. Giza. Nikitoka huko nilikuwa nimemea mpaka manyoya. Ulishikiwa wapi? Nimeangukiwa tu Ngara. Unaona, bunduki ya serikali inatakikana. Unaelewa? So nikiwa pale, food kuletewa, kabla uko unatupiwa food hapo chini, kulikuwa na kashimo hapo chini. Lakini kabla hata uchukue hiyo food, panya zimekula nusu. Juu kulikuwa na mapanya zingine kubwa sana huko. Na uzioni, wewe unasikia tu panya zikikukula. Juu kuna giza. So makarau wakadecide, wakaamua kunipeleka Kitengela baada ya kujua nilikuwa na do. Niwapatie pesa, then wakaniambia wataenda kununulia Kitengela. Na wakafaulu kunipeleka Kitengela. So walipofika Kitengela, karau mmoja akasema tusimuue, acha tumwache huku akulwe na fisi. Kulikuwa ngana mafisi juu pale tu karibu na ile nini kiwanda ya simiti. Ndio ilikuwa inajengwa. Na by the way huko walikuwa na watu, kwa sababu huko niliona mifupa ya watu. So niliachwa usiku mchana. Mchana. Niliachwa huko mchana nikufe.
kama nimefungua na makamba mikono na miguu. So nikaachwa huko, na nilikuwa na vidonda nyingi sana za kukulwa na panya. So nilipoachwa huko, Masai, kuna Masai walikuwa wanalishanga huko. Masai wakakuja wakaniona, na nakumbuka hata Masai alinikata mkono kwa sababu alikuwa anataka kukata kamba, na alikuwa na njora, akakata kanikata mkono, unaelewa, na akanipatia 30 bob za tusumuni. Akanipeleka kwa barabara ya hizi magari za kutoka Namanga, akaniambia hapa utapata gari na itakufikisha Mlolongo. So nikafaulu. Unakumbuka nimekuwa Nyayo House kwa mwezi, na sasa nimepata chance ya kutoka, lakini bado roho ya wizi haitoki. Na hapo ndio watu wengi hawajaijua. Unaweza kuwa unaweza kuwa jela na uwe bado hauko huru. Unaelewa? I remember before that there is some time tulishikwa na nikapelekwa Kamiti prison. Tukiwa Kamiti nimewekwa section ya number plate. Unajua tumefungwa lakini tunaiba number plate tukiwa huko. Ukiwa ndani? Si ndio? Number plate zinatoka raia kwenda kufanya robbery. Na mmefungwa. So inakuonyesha nini? Wizi ni spirit. Yeah, unaona? Yeah. Juu spirit isikii, mwili unateswa lakini bado spirit roho iko. Na mara nyingi ndio mistake watu wanafanya. Hata ukishika Kamau, ukishika Maina umuue, roho hiyo ya wizi haishi. Kwa sababu ni mara ngapi wizi umeshika umechomwa, lakini crime haishi. Juu hii ni spirit. So nikajikuta wakati huo tena nilipokuja nikahamia TZ. Hey. Unaona? Nikiwa TZ kosi ni nini? Ni wizi. Ndo zangu zikaishia huko Tanzania. Yes. Ile hoteli nilikuwa nakaa, neighbor kulikuwa na mzungu tourist. Alikuwa na kamera. Hapo hata ndio mara ya kwanza nimeonea laptop. So ilipoisha niliingia kwa kanyumba kake, nikabeba laptop na kamera. Lakini kabla ya kutoka nimepatana na jamaa moja hapo, ameniambia nikiwa nimetoka tu, nimeingia kwa kakibanda. Yule mzee, na huyo mzee nilikuwa nimezoea kupita hapo. Nikiwa nimekaa hivi nikule lunch, alafu ni hepe. Matangazo ikatangazwa. Hoteli ya kifahari mahali fulani imeibiwa. Mtalii amepoteza vitu zake. Na yule ameiba anasemekana ni mgeni. Mzee ako hapo. Unajua shida na kuwekanga alama. Mzee akaniambia, ndugu yangu, kulingana na matangazo ambayo yametangazwa, inaonekana ni wewe. Akatoa firimbi. TZ. Akapuliza firimbi. Baada ya dakika 2 makarao wamenikuta. Kwenda kupiga tero kwa bag, kamera na laptop. Sasa ujue nilienda Tanzania sijulikani, watu wetu wajui, marafiki zangu wajui, na nimeshikiwa TZ na wizi. Sasa nimeanza maisha ingine. Huko hata huwezi letewa food kwa sababu nani atakuletea? Hakuna mtu anajua uko TZ. Unaelewa? Sasa wacha nitesekee huko. Kwa nimemaliza mwezi moja, nilikuwa nimepelekwa mahali panaitwa Mtwara. Nilikuwa nimefungiwa Mtwara. Kwa na hamisho nipelekwe mahali panaitwa Lindi. Tulikuwa kama wafungwa. Sasa tulikuwa tunaenda kile gari za jela za kwao, sijui kama leo wamechange. Ni container kinavurutwa na katingatinga, hizi tingatinga kama za kulima. Container kile ni kama hizi gari zinabebanga majani. So tulikuwa tumefungiwa hapo. Tunasafirishwa kupelekwa jela ya Lindi. Hiyo kitu ikaanguka. Mlango ukafunguka. TZ walipangi. TZ wanatoka wanajipanguza vumbi. Tumeanguka bwana wanakapa. Mimi nani? Na nimevaa zile makongoro za jela. So mali nitokea Kaboma hivi, juu nataka kuchange hizo nguo. Nikakuta kirongi kama kia watu 10. Kirongi kikubwa. Nikasema hata kama, na nilikuwa na kamili kadogo si kwa hivi. So nilivaa nikakizungusha hivi kaka skirt. Unajua hata nakumbuka nilikata kamba ndio nilijifunga na kishati na sina viatu. Nikahepa. Barabara nilitokea nikakuta lori imepakiwa ina namba za Kenya. Nikasema hapa stoki. So nikiwa nimekaa hapo nikasikia majamaa wanakuja, kwanza wanaongea Kikikuyu. Wametoka hoteli wanaongea Kikikuyu. Nikaenda pale nikawasalimia, nikamwambia mimi nilikuja kazi huku, yule nilitakuwa amenitesa. Singewaambia ni wizi. Amenitesa, hata nikwepa nina Sasa yule jamaa akacheka akaniambia, sasa unakaa kama comedian. Unajua hii lori inabebanga watu wawili, driver na tani boy.
Sasa wewe utabebewa wapi? Nikamwambia mimi pale popote. Huyu jamaa akacheka kaniambia, unataka kubebwa? Nikamwambia kaniambia utabebewa na kile nimebeba. Nikamwambia Jamaa kanifungulia tandarua. Unajua ile ulikuwa imebeba nini? Ngozi mbichi za ng'ombe. Na kwanza hataki nikae juu, nikae ndani ya hizo ngozi. Umevaa nguo mbaya, alafu unataka nikatoboloka shimo kadogo, nikafungiwa kwa tandarua na kulikuwa na jua. Uso una mateso mpaka unatamani kufa. Unasema Mungu ataheri ningekufia TZ kuliko kutoka hapa niko vile. So ukaingia ndani ya mangozi? Nikaingia ndani ya mangozi na ikakazwa. Hilo likakazwa. Hata joto si mbaya, harufu. Juu hata zingine zilikuwa na wadudu. Hivyo ndivyo shetani hutesa mtu. Na lori likaondoka. So gari lilipofika mpakani pale Hispania, tena likafunguliwa juu lazima ipigwe tero. So ule driver akanionyesha ka shortcut kupita ni wa kutembele gari zikishakaguliwa. So kale ka shortcut ilipopita nikapotea. So wao wakakaguliwa na wakae. Mahali nitokea kulikuwa kuna uzwa tumbuzi na Wamasai. Na sina pesa. So nikiwa hapo mama amekuja ameniuliza hii mbuzi. Mimi nishaikula pesa za wizi lakini hizo pesa ziliniuma. Kulingana na mahali shosho alizitoa. Sasa ilibidi niachilie, nikamwambia hii mbuzi inauzwa 500. Shosho akafungua kakashuka kanipatia zile 500 na akakimbia kubai kamba. Oh, ulijifanya mbuzi ni yako? Nilijifanya ni zangu. Tena kulingana vile nimevaa hata vile nanuka. Uwezi nilinganisha na hao Masai. So ukasema hii ni 500. Magofani unanuka vibaya na una viatu. So nikapewa 500. Mimi shosho kutoka tu hivi. Unauza mbuzi ya watu? Mbuzi ya watu. Nikaingia. Kulikuwa na kamlima hapo, kulikuwa na zile gari tu kuangalia tulikuwa tunaleta watu mpaka Mlorongo. Nikaingia kwa kagari. Nilipoingia kwa kagari, watu wote wakaforce nisikae ndani. Nilikuwa nanuka vibaya na nilikuwa nimevaa fani. So tunaona nikaa mtu wazimu, kama nini. So nikiwa pale juu kuangalia pale chini, maana hiyo soko ilikuwa chini. Naona shosho anavurutana na mbuzi na Masai. Shosho anajaribu kutafuta yule mtu amemuzia. Hao ombi yangu ilikuwa ni moja, tutoke hapa. Na nilifaulu kutoka huko. Nataka nikatakate kwa sababu ni hadithi kubwa. Kisa ambao sitasahau. Maana hiyo ndio kisa ambao kilinifanya nijue na nimpende Mungu. Tumechorowa kuiba mpaka Mungu wa Hindi. Forest Road. Now. Yes. Kwa hivyo ulimanage kutoka Hispania na ukarudi? Kurudi nimerudi. Na utaacha kuiba? Na sijaacha. Unajua ni roho. Haijahudumiwa kiroho. So inatoka, inarelax, inaamka tena. So mkachorewa kuiba tukaambuka kuna kamsikiti kalikuwa hapo Forest Road kawaindi ka temple na kalikuwa na kamungu kadhahabu. Kamungu kawahenguru kale kamungu kang'ombe kadhahabu. Tukacholewa. Mkaibe kamungu. Ngoja. Tulipoenda pale tukakuta kale kamungu kabla Wahindi waombe, kuna maziwa imewekwa hapo na paketi za KCC. So kuna kasinia wanamwaganga hiyo maziwa ikiisha wanasema Mungu ame-accept nini? Juu nilikuwa nakumbuka siku nilikuwa nimekunywa dawa sana. So zile kushukisha hizo dawa tulikunywa maziwa ya huyo Mungu. Na ajabu huyo Mungu ajitetei na maziwa yake, tulikunywa hizo maziwa. Tukachukua kamungu na tukaenda nako, tuko majamaa 4. Tukaenda nako Isili. Na wacha nikwambie kalika kwangu siku ngapi? 7 days. Kamungu. Sasa ajabu ni mimi, kila mtu alikuwa na uoga kwa sababu alikuwa anasema hiki kitu kunajua tunaona kama movie za nini zitabadilika kiwe nini kiwe mtu nikaka. By the way naamka asubuhi nakuta ako kamungu akajahama mahali tulikaweka. Nikamwambia tu hapa kuna Mungu ako hapa. Vumbi ajipanguzi, ahami, ajitetei. Na after 7 days tukamgawana na haki wakawa pesa huyo Mungu wa Hindi. Na ilikuwa imetangazwa Parkland mzima Pangani kana kama yule atapata huyu Mungu zile pesa atapewa. Mungu amehijackiwa. Yes. So tukiwa tuna plan tena kwenda kuiba Guru Nanak. Na kalikuwa kadhahabu. Kalikuwa ni gold, pure gold. Mulikauza? Hai. Kwanza mimi nigaiwa saidi ya ng'ombe ya kichwa. Juu watu wengine walikuwa wanaogopa, walikuwa wanasema kitakuwa kitu tofauti. Hiyo ikagawa na nikawa nikatumia kugawa tu piece tudogo tunauza unapata 15,000, 20,000 piece tudogo. Yes, nilikaa nayo karibu miezi.
So na Wahindi walilia sana na hatukumrudisha. Wahindi walilia sana. Una imagine uko umebeba Mungu Wahindi wanalia Pangani, Parklands na hatukumrudisha na hakujirudisha. By the way hata hakujitetea. Unaona? So nilipomaliza kuiba huyo Mungu, mimi tulikuwa tumeplan kwenda kuiba Guru Nanak pesa za hiyo community. Walikuwa hiyo iko pale karibu Park Road. Na ujue iko karibu tu na kwa Friends Code. Ujue hizi ni mbaya. So tulikuwa tumeplan kwenda kuiba, the mission aborted. Juu ile gari tulishika si ilikuwa na tukakimbizwa sana tukiwa watu wanne. Wawili wakaingilia Rescos na sisi tukaanza kurudi tukiwa tunaingia pande ya Ngara ndani. Pale kuna kuanga na hoteli ya Blue Hat. So hapo ndio nilipigwa risasi ya mguu. What? Si umeona na chuchuma. Hapo ndipo risasi ya mguu nilipigwa mbili, ikapigwa hapa ya paja na hapa chini. Risasi. So yule jamaa tulikuwa na yeye, kulikuwa ni usiku, akasema sitakuacha. Akanibeba na kwa bahati ama mapenzi ya Mungu wakadecide sitakaa vile nilivyo, niende nipelekwe Kenyatta. Kama ni mbaya ni mbaya. Lakini wacha nikwambie, kufika Kenyatta nikuta nimegonjwa kama ugali moto na mabongo. OCPD, OCS wa Kasarani, Pangani, Parklands, Central, nikawakuta wote huko. Mimi hata nasukumwa na kale kagari. Kitu ya kwanza niliwekwa ni pingu. Hata sikushughulikiwa, pingu ndio niliwekwa. Unaona? Kila mtu anataka kuona huyu jamaa ambaye amesumbua hivyo. Tulikuwa tumetesa. That is 1993 sasa. So nilipo na ukumbuke kuna jaji nilikuwa nimekutana naye, alikuwa anaitwa Bernard Chunga. Yeah. Bernard Chunga alikuwa ameniona akinishika na hongana na toka. Mara ya pili aliniambia, "Mahali nitakushikia wewe, nitakunyonga." Na that is what had happened. Mimi nilipoapia kotini nilikuta Bernard Chunga. Hata kesi aliniuliza, "Customer, umerudi?" Akavunja karamu. Mimi kwa sikia karamu zinavunjwa. Akavunja karamu. Next case. So mimi nikaanza kusafu. Nikastakiwa na robbery barrel stroke 2. Ilikuwa ni kunyongwa. Apili kakataa na nikaanza maisha ya kungojea kunyongwa. But hapa ndio ushuhuda ulitokea. Nikiwa jera that 1993. Sasa umepelekwa wapi? Kamiti. Niko Kamiti kwa maximum niko na mimi sasa ni mtu wa capital offense. So pale nikiwa Kamiti, mmoja alikuwa ametembea 1993 kuja kuona wafungwa wa political prisoners, akina Koigo alikuwa wako Kamiti. So mmoja alipoingia, kingora ilikuwa inalia. Na ukumbuke kule tulikuwa natiana moyo, baada ukisikia unatakiwa kuuliwa, watu haogopi, mnawekwa ward moja, watu haogopi. Nasikia mtu akisema, tusiogope, kule mbinguni tunaenda hakuna kufa tutapewa mili mpya. Sasa watu comfort mpaka watu wamenona. Yeah. Watu comfort mpaka wamenona. Unaona? Hata wakai kama watu wanakufa. But me I used to see people going, hawarudi. Na ile kitu iliniuma nikana kwamba kuna watu nilikuwa najua mtaa Isili, Huruma, nimewakuta huko wanaenda na kesi za capital offense. Na huyu mtu hajaiba. Huyu atajui hizi ni nini. Nijua alikuwa anatembea na mtu fulani. Yeah. Ameenda na kesi ya mtu. Amefungwa. Kwanza wengine hata niliwaacha ndani. Wengine hata nilijua hata kama walinyongwa ama wakauliwa. So nilipo kuwa pale ndani nikamwambia Mungu, ukinipatia chance, hata si ya kutoka juu, sikuwa na mind ya kutoka, nikipata mtu nitakuwa nikimtuma aambie watu waachane na crime. This is what happened. Moyo alipoingia, mimi nilikuwa na crutches. Nilikuwa natembelea crutches. Juu ya zile risasi ambazo zilipigwa. Juu ya zile risasi. Bado mguu ilikuwa nilikuwa natembea na crutches. So kingora ilipopigwa nikawa natembea na crutches. Do you know what happened? Moyo alisema nipitishwe, niende pale kwa podium. So nilipoenda kwa podium, mimi nilikuwa nafikiri nataka kuuliwa mbele ya watu niwe funzo. Nilipofika pale na age yangu na kamwili, nikasema huyu kijana nimemwachilia ende akasavu mamake. What? Yeah. Mi pardon yangu nilipewa direct 1993. Nilipewa direct. Aende akasavu mamake. Do you know hata nilipopelekwa home, madhe amini kwa sababu nilikuwa na tabia za kuepa jela. Nimehepa inda. So madhe aliponiona hata alifikiria huyu jamaa amehepa tena. Amehepa. Na ujue saa hizo
Commandant wa jela ndiye ameamrishwa nipeleke home. Na akaambia mother, huyu mtu wako ni wa Mungu, mtunze. So from that day ndio niliamua mimi Mungu nilikuwa nimekomboka kunipatia chance. Na sikuamini chance itakuja namna hii, lakini wewe umeonelea ni kama nimezaliwa tena. Yeah. Juu nina capital offense, watu hawaachili wangu wala watu wanajua wapi. So mimi nikasema nitaanza kufuata wale watu wanafanya crime na madawa. Juu madawa nilikuwa nimekunywa heroin, cocaine, everything. Nimetumia hizo vileo za aina yote nilikuwa nimetumia. So nikasema ikiwa Mungu amenipatia chance nitafikia wale watu ambao, na nilianza kufuata wale watu nilikuwa najua hizo maskodi. Huruma, Bahati, Kayole, Korogosho, nikaanza kufuata hawa watu. Na from that day hiyo ndio kazi ninafanya. Na nimefurahia sana kuona kana kwamba ukishare story yako wale watu ambao wako kwa hizo vitu wanakuaminia. Na wale watu story wanaaminianga sana story yake kuitoa. Ukipata mtu anafanya crime hawezi aminia mtu yote. So ataaminia mtu ambaye wana relate. Yeah. So nimejikuta kutoka hiyo tukaanza hivyo na nimefanya hiyo kazi, na ndio nafanya Gashie na maeneo ambayo yamenizunguka, na mimi huzungumza kwa mashule na pia katika maeneo ambayo nimealikwa. Huwa nena ushuhuda huo. At least mtu si awe kama mimi. Yep. Niwe kitabu asome na mimi asifike mahali nilifika. Yep. Na ajue kana kwamba uhalifu haulipi, na kama ulilipa ulinipotezea time na uwezo wa kutembea. Yeah. Although si regret. Yeah. Kwa sababu I'm living testimony Mungu anaweza fanya. Yes. So God alikuweka specifically hiyo siku wakati ambapo rais mstaafu ambaye hata ni hayati anapokuja, akakuweka hapo specifically mkutane naye. Yes. Ndivyo kwa kuwa pardon. Yes. Otherwise wewe ulikuwa wakuenda ukienda. Mimi nilikuwa naenda. Hey, na unajua huyo mzee alienda nikitafuta njia za kumkuta. Kila nilipokuwa napanga tu kwenda kumwambia mimi, unaweza kuwa hakumbuki, lakini mimi ni mazao. Na kuna so many success stories ambao zimetokana na kwa mimi kuachiliwa, kwa sababu wale watu nimefikia na wengine wamechange. Kama singepata fursa kama hiyo hawangeweza. Although ni vizuri watu wajue kana kwamba roho ya wizi haiwezi hata tukileta helicopters, hata tukiongeza mapolisi wale wanasema sijui wawili kwa 100, hata wakiletwa 99 kwa 100 hawawezi kudina roho za wizi. That's a spiritual. Haiwezi. It's a spiritual. Mambo ya kiroho lazima ingangano, watu wadini nao kiroho. Uhalifu haulipi. Na kana kwamba unajaribu ama uko kwa uhalifu, njia mzuri ya sasa ni kuepukana tu nao. Na ukitaka kuepukana na koti na jela na kuumizwa na polisi, njia ya pekee ni kuachana na uhalifu. Tu hiyo tu ndio itakayosaidia. Na again, wazazi, mzazi yawe ndio mtu wa mwisho atakayeachilia mtoto wake. Kwa sababu mimi huwa nasemanga kana kwamba although sitaki kubeba blame hiyo, kana kwamba ikiwa mamangu wazazi wangu wangekuwa wamekaa karibu na mimi, wangegundua wakati change ziliingia. Yep. Mara nyingi kile kinafanya unasikia mtu ameingilia uhalifu, madawa nini, ni kwa sababu mzazi amekosa ule ukaribu, kwa sababu hata hatambui wakati ambapo mtoto wake ana haya mabadiliko. Maana kuna vitu ambavyo tukipata mtoto hajaajiriwa na simu ya 100, mtoto hajaajiriwa, haujiulizi imetoka wapi. Kiatu sio kile umemnunulia, vitu zile uko navyo. Gari umepata mtu ana gari, lakini ukiangalia vizuri sio pesa zake. Hata mzazi una ushuhuda. Tafadhali tuongeleshe watoto na wacha kile kijiko kiitwe kijiko. Yeah. Kwa sababu tusipofanya hivyo, generation tulio nayo hatutaweza kuifikia. Crime does not pay. That is a very, very strong warning to you, that crime doesn't pay at all. So kama uko katika vitendo vya uhalifu, the earlier you change, the better. Because katika vitendo hivyo, huko pia na wewe shetani anawindana na wewe akumalize. Kamete is my name, but ninajua ya kwamba kupitia ushuhuda wake mchungaji Frank Maina, umeona pale ambapo Mungu hutoa watu. Sasa Mungu amekupa nafasi ya kuweza kusikiliza na kutazama huu ushuhuda, so that you make a sober decision. Sehemu moja tu ya right ya mashetani zoyo. Amechoka. Are you for real? You never know that